kulikuwa na sahaba mmoja hakuwa vizuri na mama yake, hakuwa vizuri na mama yake. Basi yule bwana akapata maradhi yani akawa ni makubwa. Baadaye ikawa amefikia katika sakarat, roho haichomoki, apata tabu. Masahaba wakenda wakaleta ripoti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, tumekwenda kwa fulani lakini hali yake ni mbaya sana, yaonekana kama yuko katika sakarati, lakini hatuelewi hakika yake itakuwaje. Mtume akatoka mpaka kule. Alipofika pale kumwangalia, akauliza mzazi wake yuko hai? Kamba yuko hai, bibi mkubwa wake yuko, kama kamwiteni. Mama akenda akaitwa, akasema nani ananiita? Ambaye aitwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ni nyumbani kwa mwanao fulani. Sema lau kama si Mtume mimi nisingekwenda. Akaenda kwa Mtume, kifika kwa Mtume akamwambia, nimekuja Rasulullah, lau si wewe mimi nisingekuja. Yani elewa, mwambie msamehe kijana wako. Mwambia Rasulullah, mambo yaliyopita na huyu makubwa, sipati nafasi ya katika moyo wangu kumsamehe. Moyo wangu umefunga, mfano huo, moyo wangu kama umefunga dhidi yake. Sina raha naye kwa alilofanya, sina raha naye. Msamehe kijana chako. Asema hapana, mimi simsamehe. Msamehe. Mtume akaagiza, akamwambia masahaba, leteni kuni. Kaletwa kuni, ziwekeni hapo, zikawekwa. Ziwasheni moto, alafu huyu mchukueni mumtupe pale. Alipoona vile, sema Rasulullah, nimemsamehe fi dunya wal akhirah. Rasulullah, nimemsamehe fi dunya wal akhirah, nimemsamehe. Yule bwana atamka shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Huyo mama kuna kitu kilikwenda kikachoma katika moyo wake. Mtoto wangu achomwa na muona mzazi, kile alichokuwa yuko nacho katika chuki na hasira alizofanywa na mtoto wake. Alisema pale Rasulullah, mimi namsamehe. Kuona kwamba atiwe kwenye biwi la moto, haiwezekani. Huyu amekaa miezi 9 tumboni kwangu, nimemlea tangu kijitoto, namzuia na mambo chungu zima juu ya aliyonifanya yote. Na hii ndio hakika ya mzazi. Fanya yote utakayomfanya, mwisho wa siku likikupata na kukupata, atahitajika mzazi. Akihitajika, huruma itamjia kwamba mtoto wangu leo yuko namna hii, hayo alionifanya, basi mimi namsamehe. Mwenyezi Mungu, msamehe kijana wangu. Ule bwana atamka shahada. Hizo ni zama za bwana Mtume Muhammad. Mbele ya Mtume Muhammad, katika karne ambazo ni bora, ni karne ya Mtume Muhammad, kisha iliyofuata, kisha inayofuata, kisha haya yalipatikana. Leo sisi twawakosea wazee wetu. Hapo ni zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo ni nani aweza kuzungumza na baba yako mpaka baba yako amuelewe kwamba akusamehe hicho ulichomfanya? Nani anayeweza? Huyo alikuwa ni Mtume Muhammad, ana wajihi mkubwa, ana sura uswatun hasana, ni qudwa. Aweza kumweleza mtu akaheshimu anachoelezwa. Leo hii ni nani aweza kufuata mzee wako
kwa hayo uliyomweleza, kwa hayo uliyomfanyia, ufedhuli wa kumsukasuka na kumtukana na kumdharau na kumfanya duni, aende amkabili baba yako mzazi ama mama yako mzazi, amweleze msamehe mtoto wako, msamehe mtoto wako. Nani anaweza? Nani mwenye wajibu huo? Kwa hivyo tukaeni vizuri na wazazi wetu, tukaeni vizuri na wazee wetu. Haijalishi ya hiyo kipimo chako wewe kwamba habiliki, yani ni lofa, baba lofa. Hakuna baba lofa, hakuna baba lofa katika maisha haya, hakuna. Mwida wa kuwa ni damu yake, mwida wa kuwa ni tone lake limeingia katika mfuko wa uzazi. Hakuna baba lofa. Muheshimu kwa namna alivyo, mpe nafasi yake ya ubaba kwa namna alivyo, mlinde na kinachotaka kumdhuru kwa namna alivyo, kwa sababu ni baba yako. Bauda man adraka walidayhi, ameepushwa na rehema za Mwenyezi Mungu mtu ambaye amewadiriki wazazi wake wawili ama mmoja wao, falam yudkhilahu aljanna, ikawa kwa kule ule uwepo wao ikawa ni kama vile hawakuwako, kama hana baba, kama hana mama. Hapa twafeli vijana wa leo sana, kwa sababu tuna vipimo wa kupima. Mtu ampima baba yake, ampima na baba wa mwenzake, apima kipato cha baba yake, anapima na kipato cha baba wa mwenzake. Hapa yafikia mahala mtu akenda akamdharau mzazi wake. Haya mambo mimi napenda kueleza sana. Niliwahi kufuatwa mimi na mtu ambaye yaonekana hakukaa vizuri na wazazi wake. Baada ya kufanya mihangaiko yake mingi, nafikiri kuna mtu alimkumbusha, wewe uko vizuri na wazee wako, lakini sasa wazee wako wapi? Wazee hawapo. Kama hukuwathamini wakiwa hai, utakwenda kwenye kaburi wende wawaambia jambo gani? Akaja kwangu alia, ni siri yake yeye na mimi, hakuna mwingine anayejua. Nasema kwa sababu simtaji jina, lakini naleta ile picha ya mzazi, naleta ile picha ya yeye na yule mzazi, na wewe uchukue kipimo hicho. Wasiwasi wangu hakunifungukia yote aliyokuwa akinieleza, lakini inaonekana kuna mtu alimshauri. Umenielewa vizuri? Alimhoji, kwa nini wewe, kwa nini wewe, kwa nini wewe, kwa nini wewe, kwa nini wewe? Zile kwa nini wewe zikenda, nafikiri wakaangukia mahali. Akanifuata akaniambia, mimi mama yangu alizikwa sehemu fulani, naomba unipeleke. Tukatoka, nikajua ataka kwenda tukafanya nini, tukafanya dua. Tulipofika pale kaburi haipo, kaburi haipo, kaburi pale tulipokwenda haipo. Tena sio hiyo tu, zote zilizokuwepo pale hakuna, zimesagika, ni mahala fulati kama hapa. Yule bwana akaanza kulia. Vipi? Anambia, kaburi mamangu mimi alizikwa hapa. Kwenye akili yangu, wewe ni mtoto wa kimji, mama yako kazikwa hapa, kumbe kwa umri wako wewe mpaka leo kaburi haipo. Ina maana ilikuwa wewe huna mawasiliano yoyote juu ya jambo hili. Tuelewana vizuri? Na usidanganyike, kama wampenda mzee wako, hata uambiwe ziara kuburi ni haramu, utakwenda tu. Kwani wenda zuru? Wewe si wenda tu, wenda liangalia lipo au halipo.